Ndugu mwanafunzi, karibu sana hapa katika lesson yetu nyingine ambayo inahusu physics practical. Kama wewe ni school candidate au private candidate, nikukaribisha sana na uweze kuwa nami mwanzo mpaka mwisho, uweze kuona kile ambacho nimekuletea. Leo nimekuletea mwendelezo wa vipindi ambavyo vilivyopita. Tumesoma introduction na tumeweza kuichosha, na kama hujapata lesson hizo, basi you have to get that lesson and then to proceed with this lesson. Introduction itakusaidia kuweza kumaster practical zenyewe, na leo tunaenda moja kwa moja kuanza experiment number 1 katika topic yetu ya mechanics, kwa maana simple pendulum. So my name is Mr. Magul. Karibu sana tuweze kuwa pamoja hapa na tutaonesha kila ambacho unapaswa kukifanya. Uzuri wa practical ni kuona kila ambacho kinafanyika. Sasa tutaenda katika swali namba 1, practical namba 1. Ni kuombe uweze kulipitia practical number 1. As you see, practical number 1, you are provided with the pendulum bob. Tutakuwa na pendulum bob kama unavyoiona. Tutakuwa na pendulum bob, tutakuwa we have a piece of thread. Do you see this one? We have a piece of thread, we have wreath of the stand, and we have a wreath of the stand with a clamp, and then we have a stopwatch and a metal rule. Sasa twende kuona kile ambacho tumekisoma hapo na uweze kukitizama. So tutakuwa na pendulum bob. We have this one. This is our pendulum bob. This is the bob. And then we have a thread. This one. We have a thread. This is our thread we put here. Then we have cockparts. We have two wooden blocks. Hii inatusaidia kuweza kubana ile kamba yetu kwa maana thread. And then we have a metal rule. 1 meter or 100 centimeter. And then we have a stopwatch like this one. We have a stopwatch, and we will see how this stopwatch is going to read and how to record the time. And then we have wreath of the stand with a clamp. This is the wreath of the stand. This is the clamp. We open, we fix, or we open and close to fix some apparatus, some material to fit, to make the setup of this practical. So that is number 1. Let's back to our question. Do you see the setup? How is? We have a thread in centimeter L. We have a bob. We have a thread as we have mentioned and we have shown him here. Sasa kinachofuatia hapa ni kufuata procedure. Kinachofuatia ni kwenda katika procedure kuona namna gani ambayo unaweza ukatengeneza setup ambayo itakupeleka sasa kuweza kupata data za experiment. Twende katika procedure number 1. Anaposema procedure number 1, tie a bob to one end of the thread. So let's look on how I'm going to do. Natengeneza loop hapa. Make sure you are aware. Like this one. Make this loop very small. It means the thread can adjust, is adjustable. So then I put this bob, au kwa namna yote ambayo utaweza kufunga hiyo bob inaruhusiwa, lakini kamba isibaki ndefu sana. Then I have tied this bob to the thread. Procedure number 2, hang a pendulum with the length of 100. So nitachukua rula yangu hapa. So naomba ujifunze namna ya kupima bob mpaka unapata thread, unapata length kamili. Unazingatia at the middle of this bob, katikati ya bob
unaweka katika sifuri ya rula. Then I measure 100. I measure 100. Kisha imetimia 100. Baada hapo I'm going to fix it on a little distance. Before fixing, I take these 2 blocks. Na namna ya kufunga hapa, don't put like this one. Usiweke hivi. Unapoweka hivi kwa kufuatisha kamba mwisho wa niliposhika hapa, ni kwamba utaenda kupunguza ile length ambayo inakuwa inahitajika, kwa maana unapaswa kuweka juu ya point ambayo nimeishia kupima. Unaweka juu hivi. That is how to fix. Then unachukua nyingine unaweka namna hii. So kamba inakuwa katikati ya hizo corks. Then I take my little stand. Then I open the clamp. Then nafunga hapa. Unafungua na kufunga. Then I fix like this one. Hakikisha iko tight. Hakikisha iko tight. Then after, ninachotakiwa kukifanya ni kwamba napaswa kuhakikisha ule urefu ambao umezungumza. Nikiangalia hapa from this point to the bob, naona kamba yangu imezidi. From here up to this, kamba yangu tayari imezidi. So how to make perfect? I'm going to naenda kupandisha kidogo kadiri ambavyo nimeona kiwango ambacho kimezidi. Then napima tena. Naenda kupima tena, bado imezidi. Then navuta tena. Namna ya kuvuta, unalegeza hii clamp. Then unapandisha thread yako. Unapandisha thread, then nakuwa hivyo. Then nahakikisha tena mpaka itakapotimia. Yes, from this one imepungua. Yote hiyo inaweza ikatokea. Sometimes can be perfect and sometimes you can be wrong. So now you see it. So ni namna ambavyo tumeweza kuset. The way ambavyo umeona setup ndivyo ambavyo unaona diagram yetu ilivyo, setup yetu ilivyo. So this is our thread. Hivi ndivyo ambavyo unaweza kuona. Kinachofuatia nini? This is our setup. So now we are going to perform oscillation. Na precaution hapa ni kwamba make sure you perform oscillation vertical. Bobu isiwe inazunguka. Don't like this one. Isiende hivi. Na isigonge sehemu yoyote kuwa na disturbance. After hanging, let's go to procedure C. Displace a bob from a small angle. Allow to swing to and fro movement. Let's say to and fro movement. Go and return, you count 1. Go and return. Go and return, you count 1. That is how we record the time, or we count oscillation. So displace a small angle. Kumbuka, a small angle is here. When you displace like this one, is too large angle. So let's say small angle.
So small angle, unapaswa kuzingatia small angle kwa maana iko hivyo, small angle. Hii hapa ni kubwa sana, kwa hiyo ukiachia inakuwa faster. So make sure you consider a small angle. Na usishike hapa, just say touch this bob when it is straight. Kwa hiyo unaishika, let's say like this one, then you take, unaishika namna hii. Lakini kwa kuwa kamba yangu iko ni ndefu kidogo, hautaniona vizuri, lakini nimekuonesha kwa namna hii kwamba unavuta small angle, very small angle. Usishike hapa kwamba una displace, just say touch this point, this position, touch the ball. So tuanze experiment number 1. Using a stopwatch, procedure D, record the time taken for a ball to complete a number of 10 oscillation. Number of 10 oscillation. So we count round 10. 1, 2, 3 up to 10. Then we stop. Let me start. We displace small angle. Then with this, go in that time. So how we started to record? Nafanya hivi, nitaitime wakati inaenda. Nitaenda nayo, nitastart. Then nitarudi, nitacount 1. Let's see me on how I'm doing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I start. Namna ya kustart na kustop. Namna ya kustop ni pale ambapo ikifika 9, 10, kabla ijarudi 11, you stop. Sometimes there is some errors, time reactions, unapaswa take care. So how to record the time? I'm going to this my table. Anasema kwamba tabulate your readers as the length, time and the t-square. At the time and the t-square. That is procedure F. So the table is we have the length in centimeter and we have a time. That is the column to start with. So tuna column 2, length 100 and the time imekuwa 19.17. That is my time. So procedure E anasema repeat the experiment for length is equal to 80, 60, 40 up to 20. Ya kwanza ilikuwa ni 100. So we repeat the experiment kupima 80, then we do like what we have done on the first length. So unaweza ukafungua ukapima 80, lakini unaweza ukapunguzia hapa. Kama ni 100, nitapima 20 hapa. Nipime 20, alafu nita-adjust kwenda juu. Nipime 20, alafu nitalegeza kamba hapa kidogo. Then I will adjust this thread. Up to the point I have marked D. That is 20. Then naruhusiwa kufanya uhakiki wa ile thread yangu. Kama ni 80, manake 100 nimetoa 20, then naenda uhakiki 80. So now imepungua kidogo, unaweza ukaadjust tena, ukashusha kidogo kamba yako, then ukaendelea. So now is yet 80. So we repeat to record the time. Let's we go. We displace small angle. Make sure you maintain the angle. Like this one. Sio lazima ni start stopwatch wakati naanza. Naweza nikaiachia
ikisha maintain motion, now I'm going to start. Nitaenda nayo ikirudi na hesabu moja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and stop. So the time is 80 centimeter, 17.88. 17.88. That is my time. So you repeat for 60, 40 up to 20. Tarudia tatu. Katika experiment number 1, kama ilikuwa ndefu, then the time was long. It means oscillation go slow. And now the time decrease. It means go fast. So the more is long, it takes a long time. So when the thread is long, it takes a long time to make oscillation. So what is the relationship between length and the time? The time for oscillation is directly proportional to the length of the pendulum. So if the thread is long, the time will be long. If it is short, the time will be short. That is the relationship between time and the time of oscillation and the thread. So experiment number 3 or data number 3, we reduce 20 also. We reduce 20 centimeter tuweze kupata 80, pata 60. Then fungua kidogo, then we adjust. You have to follow the procedure. So that is my length. Na hakikisha tena urefu wangu, then yes, this is 60. Na hapo utatofautisha the movement ambavyo ilivyokuwa inaenda. Let's restart. Small angle. Unaona inaenda faster. That is, will take a short time, less than the previous. Let's restart. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now is 15. 60 is 15. The 10 is starting 15.12. This is 8. Do you see the time how is recorded? Unaweza ukaendelea 40, ukaendelea mpaka 20. So utaendelea hapa, utapima 40. Utaweza kupima hapo to 40 up to 20. Then you record the time. That is my table on the first T and the second column. Let's back to the question. Tabulate your results in a tabular form, kwa maana in a table. Tengeneza data zako katika table. Then as length L, time T, and as a unit of S, second, and the T square. Kumbe tunapaswa kuongeza hapa about T. We have a large T. We have T here. And then we have T square. We have T and the T square. And this is second, and this is second, and this is second square. That is our columns. That is our columns. So how to get T, a large T? Namna kupata T kubwa. In simple pendulum, T is equal to T over N. Our time and the number of N was 10 oscillation. 10 oscillation. So this is our N. So you take this one divided by 10, we get 1.0
you get 1.9 yes, 1.917, 1.788. Kwa hiyo hapo utaweza kuandika mpaka mwisho, utapata 1.917. And then t square, you take this times this one, then you fill that answer. Na hiyo ndiyo ambayo unatakiwa kutengeneza table as you see on the board. So when we come to the questions, and this data zinaweza kubadilika. Data zinaweza kubadilika. Mwingine anaweza kupata 20, mwingine akaweza kupata 19. Let's check this table and you will see what happened. Look this table after performing the experiment. Hiyo ndio table yetu ambayo imekamilisha experiment baada ya kufanya in practical way. So we have the length, we have time for 10 oscillation, we have period. Do you see? Kwa maana tumechukua 20 gawa kwa 10 tumepata 2, 17.99 tumepata 1 point. That is our data. And the t square, 2 by t times t is t square, 2 times 2 is equal to 4. So you square those data and then you fill your columns. Let's back to the questions. Plot a graph of length against t square. Utachora graph hapo kati ya length against t square. From the graph, comment on the relationship between t and l. T and l. Kwa maana sasa hapa tunatakiwa kufanya, unapochora graph yako, we have length against t square. Relationship is kati ya length against t. Kumbuka hapa ni t square, hapa ni t. Namna ya kujibu swali la namna hii ni kwamba unapaswa kuangalia if is length, if is l, you have this one. L is direct proportion to the t square. In this nature, is direct proportion to each other. So how about t? L and the t. It means t is equal to constant. Have a constant under root length. This is our relationship. This is our relationship. Within this practical, there is constant, which is 2 pi and acceleration due to gravity. So you can write like that one. That is on how you can answer. From the graph, that is comment, but the comment is t and l is direct proportion to each other. If the length increase, the time increase. The time decrease, the length decrease, the time decrease also. Evaluate d from s is equal to d where s is slope. Where s is slope. Where s is slope. After plotting the graph, let's come to the answer. This is our graph. This is our graph of this practical. After calculation of the slope, we have got this one. That is our calculation of the slope. And you have to calculate as you see the calculations. Namna unavyoona hapa ni kwamba unapaswa kufanya calculations zako kwa namna hiyo. Tuje katika slope. The value of slope is this one. Tumepata 25. That is our data. 24.6 mpaka 25.3. That is our data of the slope. The relationship like that one. Evaluate slope from this one. Just you make calculation, substitution. The answer is 9.86 meter per second square. So as a unit of d, that is meter per second square. The physical meaning of d, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity.
Tumejuaje kwamba ni acceleration due to gravity? Kinachotuonyesha kwamba this is density, this is mass, that is SI unit. So we have got meter per second square. The SI unit of that one, it represents acceleration due to gravity. So that's why D represent physical, or meaning is acceleration due to gravity. Aim of experiment was to determine acceleration due to gravity. Source of errors unaweza ukazipitia na precautions zake namna ambavyo zimeweza kuulizwa. Tumia dakika moja kuweza kuzisoma na kuweza kuzielewa. Hivi ndivyo ambavyo experiment number 1 imeweza kukamilika. Tukutane katika experiment number 2 ambapo tunaendelea na simple pendulum.